Amen. Unapokuwa kwenye ibada, tamani kuwa na mahala pa kuandika. Weka notisi zako. Mungu kama amekupa neema hiyo, unajua kusoma. Kama unajua kusoma na kuandika, usisahau kwamba kuna watu hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo kama Mungu amekupa neema, unajua kusoma, unajua kuandika, basi andaa mahala uandike somo lako vizuri. Ukifika nyumbani, unaanza kulipitia sehemu moja baada ya nyingine. Lakini inawezekana ukaenda mahala ukaitwa na wewe kufundisha neno. Sasa unaitwa kufundisha neno, basi unaanza kujing'ata. Muda mwingine unaweza ukasema sijaokoka vizuri. Kumbe umeokoka, isipokuwa neno la kufundisha hauna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo kwa kuwa tuna ushirika wa meza ya Bwana, lakini Mungu kuna kitu anataka kuzungumza na wewe kuhusiana na habari ya nguvu ya agano la damu. Andika, somo letu la leo linaitwa nguvu ya agano la damu. 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 Kama umemaliza kuandika nisikie amen. Sema nguvu ya agano la damu. Ongeza sauti tena, sema nguvu ya agano la damu. Ongeza sauti tena, sema nguvu ya agano la damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona jambo lolote kwenye maisha yako, naomba nisikilize, leo nitafundisha dakika chache tu. Ukiona jambo lolote linakusumbua sana, aidha ni kifungo chochote kinakutesa sana, au kuna jambo unakaa unazunguka nalo muda mrefu sana, ujue nyuma yake kuna agano la damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapotaka kuzungumza ujue nyuma yake kuna agano la damu, maana yake hicho kifungo nyuma yake kiambatana na sadaka ya damu iliyotolewa kwa ajili yako, ili kifungo hicho kiendelee kudumu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nazungumza kwamba kinaoendelea kudumu? Kwa sababu ya damu. Neno la Mungu linatuambia damu ina uhai. Lakini damu unaweza ukaisemesha kitu chochote na ikafanya vile vile sawasawa na ulivyoisemesha, kwa sababu ni kiumbe hai. Biblia inatuambia uhai wa mwanadamu uko katika damu, au uhai wa mnyama uko katika damu. Ndio maana Biblia inatuambia msile mnyama pamoja na damu yake, maana huo uhai wa mnyama uko ndani ya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anazuia kula mnyama na damu yake. Ukachinja mbuzi ukakinga damu na yenyewe ukaitengeneza, yani hakuna cha kupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wenzetu wa kule hawapotezi chochote. Sijui, hata sitaki kuwasema sasa. Kuna mtu anasema baba hebu tuambie, sitaki kusema. Kwenye mnyama hawapotezi chochote. Kila kitu, damu inachukuliwa, kila kitu, labda nahisi wanapoteza ngozi tu. Na yenyewe ngozi sasa hivi inapigwa bei, inauzwa. Ngozi ni ya thamani. Kwa hiyo kwenye mnyama hawapotezi chochote. Na mapembe sasa hivi na yenyewe yanakusanywa, yana kazi. Kwa hiyo damu hawapotezi, na vingine vyote hakuna kinachopotezwa. Mungu anazuia kutumia mnyama na damu yake kwa sababu uhai wa mnyama uko kwenye damu. Kwa hiyo damu Mungu anahitaji imwagike kwenye nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote linakutesa, ujue nyuma yake kuna sadaka ya damu iliyoachiliwa juu ya kifungo hicho, ili kiendelee kuwa na nguvu. Kwa nini kinakuwa na nguvu? Kwa sababu kuna maneno walitamka juu ya ile sadaka, na kama walitamka, yale maneno yanaendelea kuwa yanazungumza kizazi hata kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tangu zamani Mungu ndiye mwanzilishi wa kutumia damu. Mungu ndiye aliyeanzisha kutumia
damu. Naomba unisikilize vizuri sana, ili utakapoomba uombe ujue unaombaje. Mungu ndiye mwanzilishi wa kutumia damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu ndiye mwanzilishi wa kutumia damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuangalie kwenye neno la uzima. Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Mwanzo kabisa. Fungua kitabu cha Mwanzo ili tuangalie wapi Mungu ameanzisha kutumia damu kama sehemu ya kukomboa watu. Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 21. Fungua na mimi kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 21. Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 21. Kama umepata hapo nisikie amen. Kama umepata ongeza sauti nisikie amen. Tusome hapo kwa pamoja, 1, 2, 3, twende. Kuna watu hawasomi kwa ustadi, naomba usome kwa ustadi vizuri. 1, 2, 3, twende. Ndio. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi Adamu pamoja na mkewe akawavika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi ya ngozi Mungu aliyatoa wapi? Mungu aliyatoa kwa mnyama. Hakuna ngozi ambayo haitokani na mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alipoona mwanadamu tayari ameanza kuharibikiwa, akamtolea sadaka ya damu. Maana kama alichinja mnyama ili ipatikane ngozi, lazima sadaka ilitoka ambayo ni damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akaanza utaratibu na mpango wa kumkomboa mwanadamu kwa kutumia damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndiye ameanza kutoa sadaka ya damu tangu mwanzo. Twende mbele kidogo. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8 na ule mstari wa 6. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 8 na ule mstari wa 6, tutaenda mpaka wa 22. Mwanzo sura ya 8 mstari ule wa 6 hadi wa 22. Kama umepata nisikie amen. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 6 hadi wa 22. Kama umepata nisikie amen. Tutasoma kwa jina la Yesu. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilolifanya, akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko, hata maji yakakauka juu ya nchi. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepungua usoni pa nchi, bali yule njiwa akuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake. Akamrudia Nuhu safinani, maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Naye akanyosha mkono akamtoa, akamuingiza mle safinani. Akangoja na siku 7 tena, kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, na tazama, alikuwa na jani bichi la mzaituni kinywani mwake, ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua ya kwamba maji yamepungua juu ya nchi. Akangoja na siku 7 tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ikawa mwaka wa 601, mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nuhu
Nuhu akaondoa kifuniko cha safina, naye akaona, na tazama, uso wa nchi umekauka. Na mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe, utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi. Wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao, wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Sema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Ongeza sauti, sema Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho na uhai kama nilivyofanya muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kasi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaona wakati Mungu ameamua kugarikisha kabisa dunia yote kwa maji, lakini alipotoka alimwambia Nuhu amtolee nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka hii ilikuwa ni sadaka ya nini? Ya damu, maana alichinja wanyama waliokuwa safi akamtolea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linatuambia Mungu aliposikia ile harufu ya ile sadaka akaridhishwa, akasema sitaiangamiza tena nini? Dunia, sitaigarikisha tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika sadaka, amen, tunaona sadaka ya damu imeanza kunena mpaka leo. Hiyo sadaka iliyotolewa na Nuhu ikawa inatusaidia Mungu asiweze kuigarikisha dunia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sio sadaka ya Nuhu, maana yake Mungu angekuwa anafanyaje? Mungu angekuwa anagarikisha tena. Lakini sadaka ya Nuhu ilipotoka, Mungu anapoangalia ile sadaka ya Nuhu anaachilia msamaha, anaachilia msamaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sadaka siku zote inakuwa inanena, sadaka ya nini? Ya damu inaendelea kuzungumza na kufanyaje? Na kuzungumza. Hebu jiulize, mwaka ulikuwa mwaka wangapi? Ulikuwa mwaka wangapi? Biblia imesema ni mwaka wangapi? Pale safina ilipotua kwenye mlima 600 na ngapi? Mwaka wa 601. Imepita miaka mingapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Simepita miaka mingi. Mpaka wa leo ile sadaka ambayo ni ya damu aliyoitoa Nuhu inatusaidia leo ili Mungu asiweze kuigarikisha tena nini? Dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba ufungue pamoja na mimi, tusogee mbele kidogo tena. Naomba ufungue na mimi kitabu cha Wafalme. Hiyo sadaka nataka nikuonyeshe sadaka za damu ambazo walitoa na zilivyoendelea kunena. Fungua kitabu cha Wafalme sura ya 9 na ule mstari wa 25. Wafalme sura ya 9 na ule mstari wa 25. Wafalme wa kwanza sura ile ya 9 na ule mstari wa 25. Wafalme wa kwanza sura ile ya 9 na ule mstari wa 25. Kama umepata nisikie amen. Wafalme wa kwanza sura ile ya 9
na ule mstari wa 25. Kama umepata nisikie amen. Na mara 3 kila mwaka Sulemani alikuwa akitoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani juu ya madhabahu aliyomjengea Bwana. Akafukiza uvumba pamoja nazo juu ya madhabahu iliyokuwako mbele za Bwana. Hivyo akaimaliza nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajiri uliokuwa uko juu ya Sulemani uliambatana na kuwa anatoa sadaka za damu mwaka. Alikuwa anatoa mara ngapi? Mara 3 kwa mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ile damu iliendelea kunena mwaka kwa mwaka, maana ilikuwa inatoa mara 3. Maana yake alikuwa anatoa baada ya miezi mingapi? Miezi mingapi? Hebu gawanya, ni miezi mingapi kwa 3 inagawanyika mara ngapi kwa 12? Minne. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ilipokuwa inaisha miezi 4 anatoa sadaka za wanyama za kuteketeza. Alipokuwa inaisha miezi 4 anatoa sadaka za wanyama na za kuteketeza. Hii sadaka ya wanyama ikawa inaendelea kuongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa inaendelea kunena kwa ajili ya maisha yake na kwa ajili ya uchumi wake na kwa ajili ya utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusonge mbele, kuna kitu natamani uelewe hapa. Fungua kitabu cha Waibrania sura ya 9 na ule mstari wa 22. Waibrania sura ya 9 na ule mstari wa 22. Waibrania sura ya 9 na ule mstari wa 22. Fungua pamoja na mimi Waibrania sura ile ya 9 na ule mstari wa 22. Kama umepata hapo nisikie amen. Waibrania sura ya ngapi? Waibrania na ule mstari, tusome hapo kwa pamoja. Kama umepata nisikie amen. Waibrania sura ya 9 na ule mstari wa 22, nitasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema 22, neno la Mungu linasema, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Torati karibia vitu vyote, sio kimoja, vitu vyote usafishwa kwa damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi hicho cha Torati, mtu alipokuwa akitenda dhambi akitaka kutakaswa, lazima kuna damu inamwagika. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu iliyokuwa inamwagika ni ya mnyama. Wanatoa mnyama, wanamtakasa huyo mtu. Ukienda kwenye Torati, ukiendelea kusoma, utaona neno la Mungu linavyosema, wakatoa wanyama safi, wakatoa ndama safi, wakatoa kondoo 5 walio safi. Na kipindi hicho kwenye habari ya kutoa sadaka ikusafishe, ilikuwa ni gharama kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu alipokaa mbinguni, leo nataka nikuonyeshe damu jinsi gani ilivyo na nguvu. Tangu zamani vitu vyote vinatakaswa kwa kutumia nini? Damu. Tangu zamani karibia vitu vyote, ili utakase lazima damu itumike. Ili utakase lazima damu itumike. Na ndio maana watu wa zamani walikuwa na mifugo sana kwa ajili ya kutumia damu, maana damu ilikuwa inahitajika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa damu hii haitumiki upande wa Mungu tu, hata upande wa giza wanatumia sana damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini aliyeanzisha matumizi ya damu ni Mungu mwenyewe, ila shetani amepola hicho kitu akaanza kukitumia yeye, maana anajua faida zake na maana yake. Mungu ndiye aliyeanzisha kutumia damu kabla ya waganga na wachawi hawajaanza kutumia damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi ukienda kwa mganga atakwambia leta kuku. Shetani naye alipojua akaanza kuwa anahitaji damu, kwamba damu ina nguvu, kumbe damu ina uhai, kumbe damu ina uwezo. Waganga na wenyewe wakaanza kutumia damu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda kwa mganga anakuambia leta mbuzi, na yule mbuzi wakinuizia maneno wakamchinja, kuna jambo litakupata kama hauna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na watoto fulani wa mama mdogo, na wenyewe wanakuambia leta mbuzi, wanapiga dua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mbuzi wanampigia nini? Dua. Yale mapepo yanakuja kunywa ile damu, yanakuwa na nguvu, yakitumwa kwako na yenyewe lazima yatakusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kwa nini wanatumia hivyo vitu? Ile damu waga inazungumza na inakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunamuona Habili, Kaini alipomuua Habili, taarifa Mungu aliitoa kwenye nini? Kwenye damu iliyokuwa kwenye ardhi, ikawa inazungumza. Mungu ndio alipopata taarifa kwamba kumbe Kaini amemuua ndugu yake nani? Habili. Kilichozungumza ilikuwa ni nini? Ni damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama damu ya Habili ilizungumza, basi damu zinaweza zikazungumza. Amen. Damu inaweza ikanena. Sasa inategemeana ile damu inanena kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila kifungo chochote kilichonifunga maisha yangu kikatumia damu, katika jina la Yesu leo ninaitumia damu ya Yesu, ikavunje hicho kifungo, ikavunje hiyo laana, ikavunje hayo mateso kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kama kifungo kilitumia damu, wewe ukawa unatumia jina la Yesu tu bila kutumia damu ya Yesu, kile kifungo kina uwezo wa kubaki, maana kuna sheria ya damu inayozungumza. Nisikilize vizuri sana. Kuna sheria inayozungumza. Ndio maana kuna kifungo kingine unaweza ukawa unamwombea mtu, ukaomba kwa jina la Yesu, lile pepo likabaki, ila ukiweka damu ya Yesu lile pepo linaachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna utendaji wa aina mbili. Kuna utendaji wa damu na kuna utendaji wa jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapotumia jina la Yesu, maana yake unatumia mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo unatumia mamlaka. Lakini inawezekana kile kifungo kimefungwa kwa damu, maana yake unatakiwa kutumia sheria ya damu ya Yesu. Unaweka damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana palipo na sheria lazima utumie sheria ili kutengua ile sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikilize vizuri. Ndio maana ukienda mahakamani, unanielewa ukienda mahakamani, ukianza kushtakiwa, mtu atakwambia kwa sababu ya kifungu namba 270 kinakuweka hatiani. Kama kuna wakili atasema kwa kifungu namba fulani cha mwaka fulani huyu mtu hana hatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuanza kuzungumza wakaweka kifungu cha sheria alafu ukasema unajua mimi nimeokoka, jamani msinifunge. Unajua mimi nina watoto 6, jamani msifanyeje? Msinifunge. Wanasema tusikufunge kwa kifungu gani kinachosema mtu mwenye watoto 6 asifungwe? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo unapoweka damu ya Yesu, kile kifungo kilichofungwa kwa damu, ile damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ina sheria yake, damu ya Yesu inanena mema. Kama kile kifungo walinena mabaya, ile damu ya Yesu inanena mema. Kama kifungo kile ni cha laana, damu ya Yesu inaondoa rahana. Kama kile kifungo ni cha magonjwa, damu ya Yesu inaondoa magonjwa. Kwa hiyo unapoweka ile damu ya Yesu, kuna jambo linatokea la tofauti. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu mahala popote palipo na kifungo kilichofunga maisha yangu au watoto wangu au familia yangu, walitumia damu ya aina yoyote, damu ya mnyama, damu ya ndege iliyomwagika, inayonena mauti, inayonena magonjwa, inayonena umaskini, inayonena kuharibikiwa, inayonena udhaifu, kuanzia sasa
ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye miguu yangu, kwenye tumbo langu, kwenye ubongo wangu, kwenye mlango wa kiroho. Ninaachilia ile damu ya Yesu. Kama kuna damu yoyote waliachilia juu yangu, kuna damu ya Yesu inanena mema, ikanene juu yangu kwa jina la Yesu. Amen. Nisikilize, leo tutaitumia damu ya Yesu vizuri. Na unapotamka, usitamke damu ya Yesu kama unataka kukata roho. Wakuta mtu anatamka damu ya Yesu kama vile roho inataka kutoka. Tamka unatumia nini? Mamlaka. Tumia mamlaka na itumia damu ya Yesu. Unapoitumia damu ya Yesu kwa kutamka mamlaka, maana yake inaonekana una uhakika nayo. Ila unapotamka kwa damu ya Yesu, maana yake hauna uhakika nayo. Na kila kitu unachokitumia, nisikilize, kila kitu utakachokifanya kwenye ulimwengu wa roho, kama unasikia hali ya kutokuwa na uhakika nacho, usikifanye, maana hautapata matokeo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Tusonge mbele kidogo. Fungua, tunataka tuangalie nguvu ya damu ya Yesu. Andika nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Wakristo katika damu ya Yesu sio damu tu ya kibiolojia wanaosema ni damu iliyochanganyikana na nini? Eti kwenye biolojia wanasema ni damu iliyochanganyikana na nini? Damu ina maji wanasema ni maji maji Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa damu ya Yesu sio maji yaliyochanganyikana sijui na nini. Damu ya Yesu, ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu, kuna uweza na kuna ukombozi. Ndani ya damu ya Yesu kuna nguvu, kuna uweza, kuna ukombozi na kuna mamlaka ya Roho wa Mungu au uhai wa Mungu, kama unavyoona kwamba ndani ya damu kuna uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya damu kuna uhai. Sasa nataka tuangalie ndani ya damu ya Yesu ule uhai uliomo na mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 na ule mstari wa 24. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 24. Waebrania sura ile ya 12 na ule mstari wa 24. Kama umepata nisikie amen. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 24, kama umepata nisikie amen. Utasoma kwa jina la Yesu. Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 24, nitasoma kwa jina la Yesu. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Yesu mjumbe wa agano jipya ambaye ana damu ya kunyunyiza yenye nguvu kuliko damu ya nani? Ya Abili. Biblia inatuambia damu ya Abili inanena mpaka sasa, lakini Biblia sasa inatuambia kwamba katika Kristo ile damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu ya nani? Ya Abili. Kwa hiyo ina nguvu kuliko damu ya mwanadamu, kuliko damu ya mnyama, kuliko damu ya kiumbe cha aina yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama damu ya mwanadamu ikimwagika mahara inaanza kunena mabaya. Unanielewa Damu ya waganga walipomwaga damu inapomwagika sehemu inanena uharibifu. Lakini damu ya Yesu sasa imeshamwagika, inaanza kunena kwenye maisha yako. Inaanza kunena uzima, inaanza kunena kuinuliwa, inaanza kunena kupiga hatua, inaanza kunena kuinuliwa. Damu ya Yesu ya agano inaanza kunena mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Mwanzo. Nataka tuangalie kitu hapa. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 na ule mstari wa 10.
Tupasome Mwanzo sura ya 4 na ule mstari wa 10. Aliyefika tusomee hapo haraka. Mwanzo sura ile ya 4 na ule mstari wa 10. Kama umepata nisikie amen. Mwanzo 4:10, neno la Mungu linasema, tusome kwa pamoja. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalilia kutoka katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia inatuambia damu ya Yesu yenyewe inanena kuliko damu ya huyu nani? Abili. Ina nguvu kuliko damu ya Abili, inazungumza kuliko damu ya Abili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kwa jina la Yesu, damu ya Yesu siku ya leo inene mema kwenye maisha yangu, inene uzima, inene afya, inene kuinuliwa, inene kufanikiwa, inene kupiga hatua, inene ukombozi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumeona damu ya Yesu inanena mema. Amen, amen. Namba 2, damu ya Yesu ina ukombozi na msamaha. Damu ya Yesu ina ukombozi na msamaha. Damu ya Yesu, ndani ya damu ya Yesu kuna kukombolewa na nini? Na kusamehewa. Ndani ya damu ya Yesu kuna kukombolewa na kusamehewa. Fungua na mimi kitabu cha Wakolosai sura ile ya 11 na ule mstari wa 14. Wakolosai sura ya 1 na ule mstari wa 14. Ndani ya damu ya Yesu kuna ukombozi na msamaha. Wakolosai sura ya ngapi? Wakolosai sura, niombe kila mtu aliye na simu yake aizime, na kama hawezi kuizima atakiwa kuangalia utaratibu mwingine wa kukaa. Wakolosai sura ile ya 1 na ule mstari wa 14. Kama umepata nisikie amen. Tusome hapo kwa pamoja, 1, 2, 3 twende. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika damu ya Yesu tunapata kukombolewa, alafu tunapata kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakombolewa, tunasamehewa. Maana ya kukombolewa ni kutolewa mahala ukapelekwa mahala pengine. Ulikuwa kwenye hali mbaya, unapelekwa kwenye hali nzuri. Ulikuwa umetekwa mahala, unakombolewa, unatolewa kwenye umateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kupata msamaha katika uovu wa mwanadamu, hatukutakiwa kupata msamaha kama leo unavyoenda mbele za Mungu unamwambia Baba Mungu naomba unisamehe, usingepata. Lakini unapata kwa njia ya nani? Ya damu ya Yesu. Fungua kitabu cha Petro wa kwanza sura ile ya 1 mstari wa 18 hadi wa 19. Petro wa kwanza sura ya 1 ule mstari wa 18 hadi wa 19. Petro wa kwanza sura ya 18, sura ya 1 mstari wa 18 hadi wa 19. Kama umepata nisikie amen. Tutasoma kwa jina la Yesu. Nanyi kama umepata nisikie amen. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3 twende. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waha, yani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona sasa tumekombolewa kutoka kwenye mienendo ambayo tulipewa kutoka kwa wazazi wetu, kutoka kwenye ukoo wetu. Tumekombolewa kutumia damu ya Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, kuna wakati unapokuwa unaomba, shetani anapenda kukukumbusha vitu vya nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakukumbusha, hivi kweli wewe nyumbani kwenu vile wanavyofanya uganga, wewe unafikiri unaweza ukasamehewa? Tena anakupa na andiko lingine linasema hivi, Mungu anabatiliza kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi? Kwa wao wanaofanyaje? Wanaomchukia. Unaona nyumbani kwenu wanavyomchukia Mungu, wewe unafikiri wewe unaweza ukasamehewa? Na wewe unabatilizwa hivyo hivyo. Shetani anaanza kukwambia, lakini neno la Mungu linatuambia nimekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali ni kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Nimesamehewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokuwa kwenye maombi, mara nyingi pia shetani huwa anakuletea mashtaka. Unanielewa Anakuletea nini? Mashtaka. Mashtaka yakoje? Unakuwa unasikia. Unanielewa Unasikia vitu vingi vinakuja kama unajishtaki mwenyewe. Unaweza ukaona ni mashtaka ya kawaida, ile unakuwa unajishtaki wewe mwenyewe. Unasikia anakuambia, wewe unaomba jana mbona ulitukana na fulani? Kabisa unaomba wewe. Mungu hawezi kukusikia. Bora hata ukalala, unapoteza muda. Lakini unaposikia hiyo sauti, ujue ni ya mwovu. Unatakiwa kumwambia, mimi nilikombolewa, nimesamehewa kwa damu ya Yesu Kristo ya thamani. Na shetani anaweza kukukumbusha hata mambo yaliyopita kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yaliyopita kwenye maisha yako. Wewe ulikuwa mlevi hivyo, unafikiri ule ulevi Mungu alishausahau? Unafikiri Mungu alishausahau? Bado anaukumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kuwa na neno la kumwambia, mimi nilikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani. Damu ya Yesu inakukomboa kutoka kwenye makafara yaliyowahi kufanyika kwenye ukoo wako, yaliyowahi kufanyika kwenye familia yako, yaliyowahi kufanyika ulipoenda kwa mganga ukapeleka kuku na mbuzi ukatoa damu. Lakini kuna damu ya Yesu inaanza kulipa hizo gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu inaanza kulipa hizo gharama. Inakukomboa kutoka kwenye hivyo vifungo, inakukomboa kutoka kwenye hiyo laana, inakukomboa kutoka kwenye hiyo mateso, inakukomboa kutoka kwenye hiyo mikataba kwa kutumia damu ya Yesu. Mikataba iliyotumia damu haivunjiki pasipoachilia damu ya nani? Ya Yesu. Kwa jina la Yesu, siku ya leo ninaachilia damu ya Yesu ikavunje mikataba ya mauti, ya magonjwa, ya vifo vya ghafla, ya uharibifu wa familia katika jina la Yesu. Amen. Unakuta familia zingine zina mikataba ya vifo vya nini? Vya ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo cha ghafla kinatokea. Kuna damu ilishaachiliwa mahala, na ile damu ilipoachiliwa kila wakati inakuwa inanena. Kifo cha ghafla, kifo cha ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuwepo, mtu anakuwepo dakika chache, dakika ngapi, mtu tayari amekata roho, ameondoka. Ameumwa kichomi, dakika chache ameondoka. Vifo vya nini? Vya ghafla. Kuna damu inayonena hivyo vifo, na leo tunaachilia damu ya Yesu. Havitakuwepo vifo hivyo kwa jina la Yesu. Havitakuwa kwenye familia yako, havitakuwa kwa watoto wako, havitakuwa kwa wazazi wako, havitakuwa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu ninaachilia damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu. Mauti zote za ghafla hazina mamlaka kwenye familia yangu, kwenye ukoo wangu, kwa watoto wangu, kwa jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu, kila aina ya mauti ninaibatilisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, ile mauti inayotumia damu, leo ninaachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kila kifungo kinachotumia damu, leo ninaachilia damu ya Yesu. Hicho kifungo kivunjike, hicho kifungo kiharibike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia mahala popote walipoachilia damu za mbuzi, damu za wanadamu, damu za ndege, siku ya leo ninaachilia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Amen. Damu ya Yesu. Sema, ninaachilia damu ya Yesu.
Sema, ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, kwenye ukoo wangu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumekombolewa kwa damu, si kwa fedha, si kwa vitu vinavyoharibika, ila ni kwa damu isiyoweza kufanyaje? Kuharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Aliyepata hapo aseme amina kubwa. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Kama umepata nisikie amen. Tusome kwa pamoja, 1, 2, 3, twende. Zakaria sura ya 9 na ule mstari wa 11. Tusome kwa jina la Yesu. 1, 2, 3, twende. Na kwa habari zako wewe, kwa sababu ya damu ya agano lako, nimewatoa wafungwa wako katika shimo lile lisilo na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu inapoachiliwa inakutoa kwenye kifungo cha aina yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu ya damu, huyu mtu lazima achiliwe. Huyu mtu lazima afunguliwe. Huyu mtu lazima awe na maisha yake. Kwa sababu ya nini? Ya damu ya Yesu. Nisikilize nikwambie, leo kama utajisikia ndani sauti yoyote inayokuzungumzisha kwamba uko mahala, ile sauti usikatalie. Damu ya Yesu leo itakusaidia kukutoa kwenye kifungo cha aina yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeyote. Anasema kwa sababu ya damu ya Yesu inapomwagika mahala popote, hata kama kuna kifungo cha aje kinaachia. Anasema hao watu nimewatoa shimoni kwa sababu ya damu, nimewakomboa kutoka kwenye mauti kwa sababu ya damu. Nisikilize nikwambie, siku ya leo utakapoitumia damu ya Yesu, hata kama kuna kifungo huko shimoni, damu ya Yesu itakusaidia, utatoka. Maana neno la Mungu linatuambia Yesu alishinda mauti na kuzimu kwa damu yake. Alipokufa akafufuka, akashinda mauti na kuzimu. Hata kama kuna dalili ya mauti, Yesu anakutoa kwenye hiyo mauti kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kama kuna kifungo chochote, leo damu ya Yesu inakivunja kwa jina la Yesu. Inakivunja kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ikatililike sasa kwenye miguu yangu, ikatililike sasa kwenye mikono yangu, ikatililike sasa kwenye biashara yangu. Mahala popote palipo na kifungo chochote, kifungo cha damu, leo ninaachilia damu ya Yesu. 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 Walitoa damu ili kunifunga. Leo ninaachilia damu ya Yesu. Walimwaga damu njia panda. Leo ninaachilia damu ya Yesu. Walimwaga damu makaburini. Leo ninaachilia damu ya Yesu. Walimwaga damu kwenye makaburi ya ukoo ili niangamie, lakini leo ninaenda kwenye hayo makaburi ya ukoo, ninanyunyiza damu ya Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu mahala popote, mahala popote palipo na vifungo vinavyozuia familia yangu, vinavyozuia maisha yangu. Walinifunga kwa damu. Siku ya leo ninajifungua kwenye hicho kifungo kwa kutumia damu ya Yesu. Natumia damu ya Yesu. Kifungo cha aina yoyote kilichofunga watoto wangu, leo ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Kifungo chochote
chochote kilichofunga tumbo langu, leo ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kifungo chochote kilichofunga mikono yangu, leo ninaachilia damu ya Yesu. Kifungo chochote kilichofunga biashara yangu, walitoa sadaka za damu ili biashara yangu iharibike, siku ya leo ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inenayo mema, inenayo mema, ianze kunena kwenye biashara yangu, ianze kunena kwenye kazi yangu, ianze kunena kwenye mipango yangu, ianze kunena kwenye mawazo yangu, ianze kunena kwenye uzao wangu, ianze kunena kwenye safari yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Damu ya agano jipya ikanene juu yangu kwa damu ya Yesu. Amen.